Katika historia ya Tanzania, yapo matukio ambayo yameacha alama milele katika mioyo ya watu. Moja ya matukio hayo ni ajali ya meli ya MV Bukoba. Ajali iliyotikisa taifa, ikaleta simanzi, lakini pia ikabaki kuwa funzo la vizazi vyote. Leo hebu turudi nyuma, tupitie simulizi ya kweli yenye majonzi na maswali yasiyoisha. Ni Mei 21 mwaka 1996. Meli ya MV Bukoba, ikimilikiwa na kampuni ya meli za Ziwa Victoria, ilikuwa imezoeleka kama njia kuu ya usafiri wa abiria na mizigo kati ya Bukoba na Mwanza. Siku hiyo mamia ya watu walipanda meli hiyo, wengine wakielekea kazini, wengine kwa safari za kifamilia na wengine wakienda sokoni Mwanza. Hakuna aliyejua kuwa hiyo ndio ilikuwa safari yao ya mwisho. Meli ya Bukoba haikuwa mpya. Ilijulikana kwa kuchakaa na mara nyingi ikihusishwa na matatizo ya kiufundi. Wengi walikuwa wamewahi kulalamika juu ya hali yake, lakini kama kawaida ya maisha, watu waliendelea kuitumia. Waliamini kuwa kwa kuwa imetumika kwa miaka mingi, ingeweza tena kuivusha safari siku hiyo. Meli ilipoanza safari kutoka Bukoba kuelekea Mwanza, haikuwa na tatizo lilojitokeza mara hiyo, lakini waliosafiri wanasema ilikuwa imejaa kupita kiasi. Viti havikutosha, baadhi walilala chini, wengine wakaa juu ya mizigo. Kulikuwa na kelele za kawaida za abiria, watoto wakicheza, akina mama wakibadilishana hadithi na wafanyabiashara wakihesabu mizigo yao. Lakini nyuma ya hali hiyo ya kawaida kulikuwa na hatari kubwa ilikuwa inasubiri. Asubuhi ya Mei 21, zikiwa zimebaki saa chache tu kufika Mwanza, ghafla meli ikaanza kuyumba. Ilianza kupinda upande mmoja. Abiria walipigwa na mshangao na hofu. Baadhi walizani ni jambo la kawaida, lakini kwa muda mfupi tu mlio mkubwa ukasikika. Maji yakaanza kuingia kwa kasi. Ndani ya dakika chache meli kubwa ya MV Bukoba ikageuka na kuzama kabisa, ikawazika watu wengi ndani yake. Abiria waliokuwa ghorofa ya juu walijitupa majini, lakini kwa kuwa wengi hawakuwa na vifaa vya kujiokoa, walipoteza maisha. Shuhuda wanasema kilikuwa kilio kikubwa, mayoyo ya watoto, akina mama na wanaume wakiomba msaada. Wale wachache waliokuwa wakiogelea walijaribu kuokoa wenzao, lakini nguvu za maji zilikuwa kubwa. Habari zilipofika Mwanza na maeneo ya karibu, vikosi vya uokoaji vilitumwa, lakini walipofika, meli tayari ilikuwa imemezwa na maji ya Ziwa Victoria. Walichokiona ni vifo vikitapakaa, miili ya mamia ya watu ikianza kuelea juu ya maji. Ilikuwa ni siku ya giza, siku ya majonzi kwa taifa zima. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, zaidi ya watu 800 walipoteza maisha katika ajali hiyo, lakini mashuhuda wengine wanasema idadi ilikuwa kubwa zaidi. Waliokolewa walikuwa wachache sana, wakibaki kama mashahidi wa tukio hilo la kutisha. Ajali ya MV Bukoba ndiyo iliyoingia kwenye historia kama moja ya ajali mbaya zaidi za majini duniani. Taifa lote liligubikwa na huzuni, familia zikipoteza wapendwa wao, baadhi ya familia nzima zikazimika. Swali kubwa likabaki, kwa nini meli chakavu kama ile iliendelea kutumika? Kwa nini haikuchukua hatua mapema? Hadi leo majibu kamili hajawahi kuwafariji waliopoteza wapendwa wao. Ajali ya MV Bukoba iliacha funzo kubwa.
ilifundisha juu ya umuhimu wa usalama katika vyombo vya usafiri, lakini pia ilionyesha mshikamano wa Watanzania walioungana katika maombolezo. Kila mwaka kumbukumbu ya tukio hili huamsha hisia na huzuni na majonzi, lakini pia hutufanya tukumbuke thamani ya maisha. Ajali ya MV Bukoba siyo hadithi ya mbali, bali ni simulizi ya kweli ambayo imesimama kama ukumbusho wa maisha yaliyopotea. Ni simulizi ya majonzi, lakini pia ni simulizi ya kufundisha thamani ya usalama na umuhimu wa kuthamini kila siku tunayoishi. Hii ndiyo simulizi ya MV Bukoba, simulizi ya majonzi, huzuni na kumbukumbu ya milele. Kwa simulizi kama hizi, usiache kusubscribe chaneli yetu. Kaa karibu chaneli hii ili uweze kupata simulizi nyingi za kupendeza, za kuvutia na kufurahisha. Ni mimi msimuliaji wako Abdalla Juma. Asante na karibu tena.